Asanteni sana kwaya Isamilo kwa wimbo huo makini, na jina la Bwana litukuzwe sana. Mpongeze jirani yako kwa kuja kwa kambi la mwaka huu. Mpongeze tu. Halafu ukipongezwa unatabasamu hata kidogo. Unapongezwa halafu umenuna tu, imekuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Makambi 2026 Kishuri. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Moto huu umetoka kwa moto wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni. I will go. I will go, Kiswahili nitakwenda. Unaposema nitakwenda au unaposema I will go, inamaanisha unafanya vitu vitano vifuatavyo. Sijaanza kuhubiri bado, nitakwambia saa nitakayokuwa nimeanza kuhubiri. Niko na watu au nimebakia peke yangu? Wako upande gani? Wako hapa? Bwana asifiwe sana. Unaposema nitakwenda, usishout kwenda. Moyo wako uguswe ya kwamba mimi Mwadventista wa Sabato, mshiriki wa kanisa hili, nitafanya vitu vitano vifuatavyo. Nisikilize. Cha kwanza, nitahakikisha ninajihusisha kuwatayarisha wengine kwa ajili ya uzima wa milele. Yaani kanisa linapiga marufuku watazamaji ili watu wote wajihusishe. Watu wote wacheze mpira, potelea mbali kanuni ya mpira wa miguu itakuwa imevunjwa. Eti lazima kuwa na wachezaji 22 tu, linesmen pamoja na refa wanakuwa 25, lakini sisi tunasema wote tunaingia kufanya nini? Kucheza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usiseme nitakwenda nikimsubiri Yesu wakati hujihusishi kwenye uinjilisti, hujasema chenyewe. Jambo la pili, kupitia katika moto huo mkuu I will go, nitakwenda, unataka kutangazia ulimwengu ya kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Bwana kwa kila jambo analonifanyia, mpaka zaka na sadaka. Haleluya. Yani wito wa kuwa mwaminifu uko kwenye moto I will go. Nitakwenda nikimsubiri Kristo. Nitajihusisha kwa uinjilisti, nitajihusisha kwa matoleo ya zaka na sadaka kwa uaminifu, na kufanya kila jambo kwa uaminifu, maana ninamsubiri Yesu kurudi mara ya pili. Kwa hivyo sio moto tu ya kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu. Hapana, kuna maana nzito ndani yake. Jambo la tatu, unapotamka kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu, utafanya uamsho thabiti na matengenezo. Sina watu mpaka niunde kamati ya kusema amina. Jamani, kambi la Kishiri haiwezekani. Haleluya. Lazima ukisema nitakwenda, unapaswa ufanye matengenezo thabiti ya kwamba baada ya kambi hili, nitakapopata uamsho wa kweli na matengenezo, nitakwenda kuhakikisha ya kwamba nafanya mageuzi ya ibada ya asubuhi na jioni katika familia yangu. Nitafanya mageuzi ya kuhudhuria ibada za kila Jumatano ya maombi. Nitafanya mageuzi kuhudhuria ibada za kufungua Sabato na kadhalika. Kwa hivyo ukiimba nitakwenda nikimsubiri Yesu kama moto mkuu wa kambi la mwaka huu, maana yake halisi utaanza kufanya matengenezo ya kweli. Na ndio maana kwenye vipindi vya kambi la mwaka huu kuna vipindi vimeongezwa, vipindi vya acha vya kaya na familia vilikuwepo, lakini kipindi cha turejee madhabahuni hakikuwepo makambi ya miaka yote, isipokuwa kanisa la Mungu limefunuliwa sasa kuingiza. Maana
kambi hili si kambi la program, ni kambi la kiroho. Watu wanakuja kukutana na mfalme, na sisi kama viongozi na wahudumu wenzangu tutahakikisha kwamba tunainua mioyo yenu ikaribie na Kristo, ili isiwe kuhudhuria kambi tu la kila mwaka. Haleluya. Kambi 2026 Kishili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotamka nitakwenda, vitu gani vinakuja kichwani? Naam, vitu gani vinakuja kichwani? Vitano. Cha nne, tukisema makambi 2026 Kishili au mahali pengine pote nitakwenda nikimsubiri Yesu, tunasema hivi ya kwamba tutabadilisha taswira za mahali petu pa ibada, maana tunataka tumuinue Kristo. Tunataka Yesu ajulikane hapa. Yesu ajulikane katika maeneo yetu ya ibada. Isije kasemwa hivi, watu gani wanaosali kwenye kijikanisa hiki hakina mbele wala nyuma. Hapana, watu waje kwa majengo yetu ya kanisa waseme Bwana yuko hapa. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Haleluya. Na jambo la mwisho kati ya mambo matano, ukisema I will go, nitakwenda, ina maana tunahitaji makanisa yetu yasimamiwe na uongozi bora na thabiti. Haleluya. Kwenye maisha haya ya kawaida haya, uongozi wa kanisa unapokuwa haufanyi inavyopaswa kufanywa, kumekuwa na migogoro mingi sana, na hiyo tunatamani isiwepo wakati watu wanamsubiri Yesu. Haleluya. Ndio maana mada yangu ya kwanza leo tu ya dakika chache, maana hata hivyo nimekwisha kuambia kitu kinachotakiwa kufanyika, ni namna ambavyo Bwana ametuita kwa kambi la mwaka wa 2026. Mshukuru Mungu kwamba upo hapa. Naam? Naam? Hivyo muangalie jirani yako, yupo kweli au hayupo? Usimtetee. Kama hayupo niambie, pasta huyu hayupo, njoo nisaidie. Haleluya. Maana tunatamani kila dakika katika kambi hili na kila wasilisho katika kambi hili liwe na maana ya kukufikisha mahali tunapotamani ufikishwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikulete kwa kifungu hiki kifupi cha maandiko ili nikaze hicho nilichokuwa nakisema dakika chache zilizopita. Je, mambo matano utayakumbuka? Utayakumbuka? La kwanza, la pili, la tatu. Nimekuwaisha hivyo hata kwenye notes hujaenda. Hata kwenye notes hujafanya nini? Hujaenda. Kwa hiyo nimekukamata. Hata hivyo una akili, unakumbuka yote. Haleluya. Shika Biblia yako sasa. Jamani, kwenye makambi tunakuja na Biblia takatifu. Usije na simu takatifu. Naam? Uje na Biblia takatifu. Ukija na simu takatifu tutakukamata na tutazikusanya. Naam? Naam? Simu ilishakoma kuwa simu takatifu kwenye nyumba ya ibada, japokuwa ina Biblia. Kwa nini? Katikati ya kusoma fungu inakuja message imethibitishwa, na wewe umechacha hujapata kuona. Hebu niambie, jaribu kama hilo, nani atalishinda? Ndio maana simu inakuwa takatifu tunapokuwa katika maeneo yetu ya kazi, kwamba huwezi ukatembea na Biblia, unatamani kuvinjari angalau fungu moja au mawili. Hapo ndipo mahali pake. Kwenye kambi njoo na Biblia, na nachukua rokoo dakika chache zijazo. Kumbukumbu la Torati sura ya 16.
Kumbukumbu ya Torati sura ya ngapi? Ya 16. Okay. Kumbukumbu ya Torati imefichama kidogo. Kama utajali nenda yaliomo, tutakusubiri. Unaonaje? Kifanya bidii kama hiyo, kukusubiri ni jambo muhimu sana. Okay. Sura ya 16 aya ya 13 mpaka aya ya 17. Tukisoma fungu hilo linajieleza vizuri, kukaza mambo yake mle ndani kwangu ni rahisi sana kabla ya lunch. Mnaonaje? Waliofika waseme amina. Kama hujafika sema nisubirini. Hakuna wa kusubiriwa. Biblia inasema fanya sikukuu ya vibanda siku ngapi? Siku 7. Ninyi ni wanafunzi wazuri sana, hamtanipa shida sana kuhubiri. Right. Utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka na katika kinu chako cha divai. Aya 14. Nawe utafurahi katika sikukuu yako. Nani? Na nani? Na nani? Na binti yako na nani? Na mtumwa wako na nani? Na mjakazi wako na nani mwingine? Na Mlawi na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe. Kimsingi anasema walio ndani ya malango yako. Safi sana. Ningekuwa na pipi ningewapa zawadi. Naam? Mnafuatilia vizuri sana Biblia. Aya 15 anasema siku 7. Siku ngapi? 7. Mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali utakapochagua wewe au yeye. Bwana atakapochagua. Tengeneza mstari hapo. Kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubarikia katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako, nawe uwe katika kufurahi kiasi gani? Kabisa. Mara 3 kwa mwaka na watokee wanaume wako mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, katika sikukuu za majuma na katika sikukuu ya vibanda. Wala wasitokee mbele za Bwana mikono ya jinsi gani? Mitupu. Kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadri ya baraka za Bwana Mungu wako alizokupa. Mwisho wa kunukuu. Hilo ndilo neno la Bwana. Haleluya. Basi na tuombe. Baba mwema, kama kuna saa ya kuongea na mioyo ya watoto wako ni sasa. Niongoze, nisaidie kutumia maneno rahisi yatakayoeleweka, ili watoto wako hawa waliochagua kuja kwa ibada asubuhi ya leo, utakapokuwa ukiendelea kuwabariki kwa neno lako, wabariki kwa kila hitaji walilo nalo. Kuwa pamoja nasi katika saa hii, maana tumeomba na kuamini katika jina lake Yesu, amina. Katika kifungu hicho cha maandiko, naam, katika kifungu hicho cha maandiko, naam. Wewe nisikilize, mimi nikitika naam, wewe unatikia Yaani katika kifungu hicho cha maandiko, yaani hiyo ndo style ya kambi. Nisiposikia hilo ina maana sina watu. Imekaa sawa? Narudia tena, katika kifungu hiki, wengine wamejisahau. Ikiwa kuna mtu hajasema hivyo, mkamate alafu mwambie mchungaji, huyu hapa, mimi nitajua la kufanya kwa ajili yake.
Jambo la kwanza ambalo napenda ulipigie mstari katika aya ya 13 pale, Biblia inasema fanya sikukuu za vibanda. Nisikilize, anayesema fanya sikukuu za vibanda ni nani? Ni Bwana. Very good. Halafu wewe ni Mwadventista msabato, kweli ama uongo? Hata kama kuna mgeni amekuja atambue sisi ni Waadventista wa nini? Wa Sabato. Tunatunza siku ya 7 ya juma. Kwa nini? Hapa amesema fanya sikukuu ya vibanda, imeeleweka. Nani? Bwana. Wewe unatunza Sabato, nani kakwambia utunze Sabato? Sasa ikiwa Bwana amekwambia utunze Sabato, naam, Bwana huyo anakuambia fanya sikukuu za vibanda, kipi kina uzito, sikukuu za vibanda au Sabato? Naam. Ikiwa Bwana amekwambia ikumbuke siku ya Sabato itakase, na leo uko tayari kufukuzwa kazi, upo tayari kufukuzwa chuo, upo tayari kunyimwa mshahara mkubwa, bora tu ukose kazi kwa ajili ya Sabato, ikifika makambi hauji, wewe ni yupi? Na Yakobo amesema ikiwa Bwana ndiye aliyesema usiibe, na huyo akasema usizini, kwa hiyo ukiiba na hujazini umehukumiwa adhabu ya yule aliyetoa maagizo hayo mawili. Kwa hiyo Bwana amekwambia ikumbuke siku ya Sabato, umetii, na Bwana anakwambia fanya sikukuu za vibanda. Haleluya. Niko na watu bado wanasikia agizo la Mungu. Sasa unanikodolea macho, unasema pastor, mbona unakaza sana kwa ajili yetu? Sisi tumekuja. Nasema nataka nikupongeze kuja kwa kutii sauti ya Mungu. Haleluya. Kama kuna mtu hajaja, mpe pole, maana ameacha kutii sauti ya Mungu ya kufanya sikukuu za nini? Za vibanda. Na ni Mungu yule. Hilo lilikuwa jambo la ngapi? La kwanza. Jambo la pili ambalo linakaza jambo la kwanza. Naam. Jambo la pili ambalo linakaza jambo la kwanza ni hili. Ukisoma Kutoka 20 aya ya 8, sitaki usome maana liko kichwani. Limesema hivi, ikumbuke siku ya Sabato ufanye nini? Siku 6 fanya utende mambo yako, lakini siku ya ni Sabato ya Bwana Mungu, usifanye kazi nani wala nani. Umeona orodha ile? Umeona ile orodha? Fuatilia orodha yote ile, yani orodha iliyowekwa kwenye amri ya 4 ya ikumbuke siku ya 7, ndio orodha iliyowekwa kwenye Kumbukumbu sura ya 16 aya tulizozisoma. Maana utakuwa mwenye kufurahi wewe na watu wote wanaopaswa kuhudhuria. Punga mkono kama mmenipata vizuri. Haleluya. Sasa unaona amri ya Sabato inavyokamatana na amri ya Mungu ya kusherekea sikukuu za vibanda. Naam. Ikiwa Sabato ni kutaniko la kiroho, na katika Biblia hapa nitakwambia haijatajwa Sabato tu, zimetajwa sikukuu 3 muhimu sana kwa Waadventista wa Sabato, na nitakwambia zilivyo muhimu na hupaswi kukosa hata moja. Namba 3, jamani, si tunakwenda sawa? Sikwambii ziko ngapi ili nitakapoishia niishie usinidai. Naam. Namba 3 anasema
siku 7 aya 15, siku 7 mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali atakapo nini pachagua Bwana. Nisikilize vizuri. Mahali atakapo pachagua Bwana. Kama una Biblia yako vizuri, Bwana iliyoandikwa hapo, niambie ni Bwana ipi kati ya Bwana 3 nitakazozitaja? Bwana iliyoandikwa hapo ni Bwana ngapi kati ya hizi nitakazozitaja? Ya kwanza, kuna Bwana yenye herufi ndogo zote. Ya pili, kuna Bwana yenye herufi kubwa B peke yake, nyingine zote ndogo. Halafu kuna Bwana yenye herufi kubwa zote japokuwa iko katikati ya sentensi. Bwana yenye herufi kubwa zote. Naomba nikupe elimu mpya na nzuri tena ya kukusaidia. Mahali popote katika Biblia, hiyo Bwana ulioiona hapo ndiyo Bwana iliyoandikwa kwenye amri ya 4. Siku 6 Bwana alifanya kazi. Utaikuta Bwana yenye herufi kubwa zote. Na sasa sina watu. Na sasa ukiona kuna Bwana imeandikwa kwa herufi kubwa zote, ujue hapo ni jina halisi la Mungu wetu limewekwa hapo kwa niaba. Kiebrania ilikuwa Waebrania wenyewe wakishafika hapo kusoma hiyo Bwana hiyo, maana kwao ilikuwa imeandikwa neno Adonai, Mungu mkuu, muumbaji na mkombozi wetu. Yeye ndiye Mungu tunayepaswa kumwabudu. Yeye ndiye aliyesema ikumbuke siku ya Sabato. Yeye ndiye anayesema atatuchagulia mahali pa kufanya sherehe na sikukuu za vibanda. Haleluya. Neno atakuchagulia mahali. Mwambie jirani yako, hata hivyo pastor anaendelea kumaliza, maana hata hivyo umechoka kumsikiliza. Mwambie usiache. Unaona? Sasa anasema hivi. Unajua anasemaje hapa? Sina watu. Unajua anasemaje hapa? Sina watu. Unajua anasemaje hapa? Yaani anasema hivi, mahali atakapopachagua Bwana. Sasa nikashangazwa na neno mahali atakapopachagua Bwana nilipokwenda kuvinjari kwenye vitabu vya fafanuzi vya roho ya unabii. Naomba nikuambie sasa. Sina watu. Naomba nikuambie hapo ndani kuna vitu 4. Hapo ndani Bwana atakapopachagua kuna vitu vingapi? Vitu. Cha kwanza ni mahali penyewe halisi. Yaani kambi letu la Kishiri liko wapi? Kishiri. Wapi? Ni wapi Kishiri? Hapa. Wapi? Huna kidole. Wapi? Hapa. Haleluya. Wapi? Sasa nisikilize. Ondoa maneno ya mdomoni, acha tu kidole kituonyeshe. Usiseme hapa. Wapi? Nani huyo? Akamatwe ila asifungiwe jiwe. Haleluya. Bwana ametuchagulia mahali. Wapi? Haleluya. Nimekwambia ndani yake kuna vitu vingapi? Cha kwanza ni nani huyo anatuharibia mgeni? Haleluya. Wapi? Haleluya. Hapo nakuruhusu kuwa serious. Wapi? Haleluya. Cha pili, Mungu anatuchagulia wajumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaokuja kutuhudumia. Wako wapi? Kwa hiyo cha kwanza ni nini? Cha pili, wengine wananizonda na mimi.
Nye vipi? Haleluya. Cha tatu sasa, nisikilize. Cha tatu, Mungu hakuchagulii wala tu, kusudio lake kukuletea ujumbe wa sahihi. Haleluya. Na ujumbe huo amewabebesha watumishi wa Bwana hawa, na ngojeni niwaambie, hakuna anayechagua kuja isipokuwa anayechaguliwa kuja. Pasa, umefanya figisu kuja hapa? Mama Mage, umefanya figisu kuja hapa? Na wengine hakuna. Bwana akituchagua yeye mwenyewe, tunakuja kuhudumu pale alipopachagua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namba moja, sina watu. Namba moja, namba mbili, namba tatu. Namba tatu sasa ndo roko inakuja. Unanyanyua Biblia, ukinyanyua simu tunaikusanya. Haleluya. Ukinyanyua simu tu, hiyo ni ya kwetu, na mchungaji naambia kachukue ile simu kwa moyo mweupe na mtukufu, tunaweka kwenye sanduku la hazina. Siku ya kutikisa mganda mnada, jiandae kujipatia simu smartphone ya mkopo. Siku ya kutikisa mganda, maana kuna mtu amejichanganya. Na kwa hiyo cha kwanza ni nini? Cha pili. Cha tatu, shika Biblia yako sasa. Cha tatu ni neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambalo limesheheni katika kanisa la Mungu. Na hakuna mjumbe aliyetumwa hapa kuja kupiga porojo. Hatuna porojo hapa. Hapa tuna neno la wokovu kwa watakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unataka usikie kitu cha nne? Unataka usikie kitu cha nne? Nikusogelee au nikitajie hapa hapa? Nikusogelee hapa hapa. Umenifanyia vema sana. Niliposoma kwenye gombo la 6 la shuhuda za kanisa, ndipo kuna orodha ya vitu hivi chini ya kipengele kinachohusiana na makambi. Na imeelezwa kuja kwako ni muhimu sana. Nimesemaje? Yaani Pastor Maulidi, nataka nikuambie, msisitizo wa mahudhurio uwe mkubwa kuliko msisitizo wa sadaka ya kambi. Naam? Ndivyo inavyosemwa. Yaani hapa tutasisitiza sadaka ya kambi maana lakini kwenye roho ya nabii kumekazwa mahudhurio ya mtu ni bora mara 100 kuliko kufikia malengo ya sadaka ya kambi. Mmenielewa ninachokisema? Kwa nini? Uliza kwa nini Pastor? Kwa sababu Bwana akisha kufanyia hivyo vitu vitatu ambavyo tumeshavitaja tayari, unakumbuka? Cha nne anamaliza kwa kishindo. Maana niliposoma nikaogopa, nikuambie au nikuache? Uko tayari nikwambie? Niseme kweli? Kweli kabisa? Bwana mimi naahirisha bwana. Niseme kweli? Mwangalie jirani yako kama kweli anataka niseme. Yaani kama hataki, anataka niseme. Mwambie asituwekee usiku huyo. Au tutamshushia neti. Kitu cha nne niliposoma nikashangaa sana. Mungu amefanyaje? Mungu ametuma malaika specially, very special angel kwa ajili ya kukuhudumia wewe peke yako kwenye kambi hili. Yuko na wewe tangia day 1 ile jana. Kisha kuchagulia wapi? Alafu kisha malaika unamsemaje?
Bwana usinikumbushe kipapatio cha kuku. Maana akifanya hivi hicho ni kipapatio. Afadhali, haleluya, huyo yupo nawe from day one, na atapeleka taarifa yako punde itakapotangazwa ya kwamba kambi la mwaka huu Kishiri limeahirishwa. Anakwenda kupeleka taarifa. Swali, anapeleka taarifa gani? Moja, ikiwa ulikuwa unahudhuria hapa kila kipindi, kila wakati, hakuna neno lilosemwa hapa alikuanguka chini, huyo malaika ana furaha kwenda kupeleka taarifa zako. Habari gani wale ambao wanamchukua malaika wanampeleka sokoni badala ya kuja kambini? Malaika anaandika taarifa hiyo machozi yakimtoka, maana hakutumwa kwa ajili ya yani kwa mahangaiko ya dunia. Wiki hiyo ni wiki ya wewe kuokolewa, wewe kuelekezwa habari za ukombozi. Ndio maana inasemwa hapa, myaonapo hayo changamkeni. Maana ngoja nikwambie, yanayoonekana leo duniani, vita, matetesi ya vita na magonjwa ya kutisha, yanaleta hofu. Kweli ama uongo? Lakini kwenye kambi hili tunataka tukuhakikishie ya kwamba ratiba ya Mungu haiingiliwi na chochote mpaka anatukomboa. Ndio maana anasema myaonapo hayo waacheni wanaohaha. Unatakiwa kuchangamka. Haleluya! Maana kuna ahadi, na Mungu atatutunza, atatuvusha kwenye changamoto, atatupa majibu ya changamoto zetu. Haleluya! Ndio maana kambi la mwaka huu si kambi la kawaida kama siku zote. Kama unadhani litakuwa kama la siku zote, mimi nakushauri tu, pima tu, tulia hapa miguuni pa Yesu. Tunapokwenda kwenye madhabahu, hakikisha umeandika mambo yako hayo, umeyaweka kwenye sanduku la maombi. Nami na timu na wazee wa kanisa na timu ya maombi tutachukua muda wa ziada kuomba kwa ajili ya mambo hayo, maana tunatamani Bwana akufanyie. Akisha kufanyia na kutimiza ahadi, atakaza imani yako, na imani yako itakuwa yenye isiyotikisika. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekumbuka vitu vinne? Naam, cha kwanza, cha pili, cha tatu. Natulia kwenye cha tatu kwanza. Natulia kwenye cha tatu. Hamna simu. Pasa hujaona simu mali? Ani ile na rekodi usiofu mama ndiye. Mama ameshusha, alikuwa na rekodi akasema isi ikachukuliwa kwenye sadaka nani? Kwenye sadaka kutikisa mganda. Mungu akubariki sana. Haleluya. Na hapo kwenda kumalizia kukaza mambo machache yanayozungumzwa kwenye sikukuu za vibanda, moja ya sikukuu makini kwa kanisa la Waadventista Sabato. Anasema hivi, mara 3 kwa mwaka na watokee wanaume. Umeliona hilo, moja ya mafungu, watokee mbele za Bwana. Kuna dini kwenye sikukuu za vibanda, iko mwishoni. Kwanza sikukuu ya majuma. Ikisemwa sikukuu ya majuma ina maana Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Sabato mpaka Sabato. Na watokee wanaume, na watokee wacha Mungu wa Bwana, kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu sadaka ya mkate usiotiwa chachu ni Sabato ambayo imetangazwa ya meza ya Bwana. Haleluya. Na hapo panataka uangalifu. Mashimashi wapo hawapo? Salamu ziwafikie mahali popote pale mlipo. Washiriki wanaandamana kwa sababu kwenye meza ya Bwana kwenye meza ya Bwana kwenye meza ya Bwana kamkate kadogo, ongezeni kawe alhamdulillah, maana ni ibada makini. Kwenye meza ya Bwana kakikombe kadogo,
afu kamepigwa mchinjo, na tunasubiria meza ya Bwana tangia asubuhi. Na tatu, makambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikukuu maalum, usikose Sabato, labda uwe Bugando umelazwa. Sio, mnanielewa ninachokisema? Usikose sikukuu za vibanda. Usitoroke kutoshiriki meza ya Bwana, ni ibada makini. Naomba nikaze mambo machache kabla sijamaliza jambo la mwisho ambalo kwa ibada hii itakuwa jambo jema kulizungumzia. Ndugu na dada, naomba nikwambie wazi ya kwamba ukiambiwa fanya sikukuu ya vibanda ni kwa ajili ya furaha yetu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya afya yetu ya kiroho. Haleluya. Na kwa namna hiyo tumshukuru Bwana kutuleta kwa kambi la mwaka huu na kutufikisha katika mikutano hii ya makambi chini ya moto huu makini ambao Bwana ametupatia. Dunia ina changamoto nyingi, wewe ni shahidi. Dunia ina vishawishi vingi, lakini Mungu anatuita tutenge muda tukutane naye. Haleluya. Tujifunze neno lake, tuimarishe imani yetu na kujiandaa kwa ujio wa Kristo mara ya ngapi? Mara ya pili. Kumbe ni upendeleo wa Mungu kwetu, ni upendeleo wa Mungu kwetu kushiriki katika vibanda. Kwa hivyo ninakusihi uzingatie ya kwamba hatujaja kwenye kambi la mwaka huu kama program iliyotangazwa tu ya kwamba ni mkutano wa makambi mwaka huu. Ninaomba na kukusihi ujue wazi kwamba Mungu amekuita. Niwaambie rafiki zangu wa Isamilo, najua mlikuwa na kambi Isamilo, au bado? Bado. Hata kama usipohudhuria hilo kambi, hili laweza kutosha kwa mwaka huu. Maana yake ni nini? Waweza kufanya maandalizi ya kutosha ya kiroho kwa kambi hili, maana hatujui kama tunaweza kukutana na kambi jingine. Hapo nikisema watu wananyamaza. Kwa hivyo nakusihi utambue kambi hili au mkutano huu ni mkutano wa kiroho. Mtu anayemsubiri Yesu si mtu wa kuingia na kutoka ovyo kwenye mkutano wa Mungu bila makusudio, bila ajenda. Unapaswa uwe na ajenda yako personally kwa ajili ya kukutana na Mungu wako. Pata furaha. Haleluya. Pata furaha kwa sababu Bwana yupo katikati ya watu wake katika sherehe za vibanda. Bwana yuko hapa. Bwana yuko hapa. Bwana yuko hapa. Haleluya. Bwana yuko hapa. La mwisho, twende kwa mapumziko. Biblia imesema, kumbusha watoto wa Bwana wanapokuja kwenye sikukuu za vibanda wasije mikono mitupu. Ndio maana sadaka kama sehemu ya ibada zinatolewa. Hizi ziendelee kutolewa, lakini fikiria kutoa sadaka itakayotikisa mkono wa Bwana aazimie kukubariki zaidi. Hamjanielewa? Tikisa mkono wa Bwana aazimie kukubariki zaidi, maana amesema hapa atatubarikia, na wewe endelea kufanya hivyo. Kwa hivyo imesema wala wasionekane mbele za Bwana mikono mitupu. Hii ndiyo kanuni ya mbinguni. Mungu amekuwa mwema kwetu, ametulinda, ametubariki, ametuponya, ametupatia riziki. Kwa hiyo tunapofika kambini hatufiki mikono mitupu. Sadaka ya kambi ni tukio la moja, ishara ya shukurani. Haleluya. Si hata sasa mnajua tuna tangazo la msiba. Rafiki yetu sangekuwa amekaa kwenye kiti mahali fulani pamoja nasi, sisi ni wajanja kuliko yeye? Hapana, lazima tumshukuru Mungu. Lazima tumshukuru Mungu. Mwambie jirani yako, hivi unamsikia pasa umsikii? Hajasikia?
mwambie ni lazima na ni vema kumshukuru Mungu. Mwambie polepole, usimgombeze. Wengine wanafuatishia kama mimi ninavyohubiri. Mimi nahubiri mmoja, lazima ni shauti. Wewe ukimwambia jirani yako, mwambie tu polepole, atakusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwambia Mungu asante kwa yote ulionitendea. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, sadaka yetu tunayoileta ni